أيها الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ikhwa, tukiwa katika kikao chetu cha 4, aljalsatu rabi'a, katika durusu zetu za usul al-fiqh, tulifika kwenye al-fiqh fi al-istilah. Sheikh akasema ni maarifatu al-ahkam ash-shar'iyyah al-'amaliyyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Kisha ikawa al-muradu bi qawlina ma'rifa. Hiki ndicho kifungu cha kuweza kukamilisha istilahi hii ya al-fiqh fi ash-shar'. Sasa maana al-ma'rifati في قوله المراد بقولنا معرفة. أولا، ما معنى المعرفة؟ معرفة معناه كنينين. معنى المعرفة تابع هو الإدراك والوعي والفهم للحقائق والمفاهيم والأفكار. Hii ndio al-maarifa, ni kufahamu, ndio al-idrak. Wal-wa'yu, al-wa'yu ni halatul idraki wal ma'rifati bil muhit ad-dakhili wal khariji. Hii ndio al-wa'yu, ni hali ya kufahamu vile vile, na maarifa ya kutoa wasiwasi, maarifa ya kilimu ya ndani na ya nje. Hii huitwa maarifa. Kwa hivyo katika al-fiqh fi al-istilah tabi' ni maarifatul ahkam. Kwa hivyo al-ma'rifatu itakuwa ni al-idraku والوعي والفهم للحقائق. كفهام نا الوعي كما فسرنا لكم، والفهم للحقائق كفهام حقيقة، والمفاهيم والأفكار ndio maana ya الوعي. طيب، kwa hivyo itakuwa المعرفة هو الإدراك العميق والفهم لحقيقة شيء ما. صح؟ ni ufahamu wa kina na ufahamu wa uhakika wa jambo lolote. Hii huitwa ni maarifa. Na hapa panapotakiwa katika istilah ni maarifatul ahkami. طيب، au al-ma'rifa كما قلنا الوعي والمعرفة بالفعل أو الحقيقة أو الموقف. الوعي ni maarifa ya kitendo, wena maarifa ya kitendo au maarifa ya uhakika wa jambo, hususa katika mambo yanayofungamana na ahkam, au al-mawqif. Mawqifu yako, mawqifu ni yapi kwenye jambo, hiyo huitwa maarifa. طيب، kisha kuna maarifa akasema ni al-ilmu wadh-dhann. al-ilmu wadh-dhann. صح؟ طيب، ما هو العلم؟ العلم هو إدراك الشيء، ni kufahamu kitu, ala ma huwa alayhi, kilivyo kile kitu, idrakan jazima, kufahamu kwa kukata, ka idraki anna al-kulla akbaru min al-juz, kama kufahamu kwamba kizima ni kikubwa zaidi kuliko nusu, wa anna niyata shartun fil ibadati, na kwamba nia ni sharti katika ibada. Hiyo ni elimu. Sasa hapa kuna kitu kimoja tutataka tukifahamu. Tabi,
mal farqu baina al-ilmi wal ma'rifati, ni nini tofauti kati ya elimu na maarifa? Kwa sababu sema al-muradu biqawlina ma'rifa al-ilm wal ilmu kama kulna, famal farq baina al-ilmi wal ma'rifa? طيب العلم هو اكتساب المعلومات بشكل عام، صح؟ elimu ni kuchuma maalumati. Maalumati ni yale unayoyapata kwa kile unachokisoma. Bishikli naam, kwa namna ambao ni am, kwa namna yote. Bainama al-ma'rifatu, baina ya kuwa maarifa maana yake hiya fahmun wa tatbiqu hadhihi al-ma'lumati bi'umqin wa takhassusin. Ili maarifa ni ufahamu na kutabik maalumati uliyopata katika kule kusoma kwako na kufahamu bi'umqin wa takhassusin, kwa kina na takhassus. Ukawa kitu umekipata kwa kina, ufahamu wako kwenye jambo ni ufahamu wa kina. Hiyo ndio tofauti ya ilmu. Sasa kuna al-yaqiniyatu. معنى الفقه في الاصطلاح قلنا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، فالمراد بقولنا معرفة ni hivi tulivyoelezewa. Al-ilmu wal-ilmu ni kama jinsi tulivyopata ufafanuzi. Thumma tofauti kati ya elimu na maarifa. Sasa aliposema al-muradu biqawlina ma'rifa al-ilmu wadh-dhann. طيب الظن, kwanza adh-dhann ni ضد al-yaqin. Kwa hivyo kuna dhanniyatu, adh-dhanniya wal-yaqiniya. Ma maana al-yaqiniya? Maana jamaa, al-yaqiniya ta'ni al-ilma ar-rasikha, kitu ambacho yaqinia kina uhakika, kina taakud. Mafhum? Ni al-ilmu ar-rasikh. Hadha huwa maana al-yaqiniya. Ta'ni al-ilma ar-rasikha alladhi la yataza'za'u, ilmu ambao haitetemeki. Wa huwa naqidhu ash-shakki war-raybi, sah? Ni kinyume na shaka na raibi. اليقين ضده الشك والشك ضده اليقين. وهي صفة أو خاصية نصفة تدل على التأكد التام، صفة inayojulisha uhakikisho uliotimia. والاطمئنان القلبي, na utulivu wa moyo, bihaqiqati shay'i, kwa uhakika wa lile jambo au hakika wa kitu. Fuata vizuri. Watustakhdamu liwasfi al-ahkam, hutumiwa kwa kusifu hukumu, ni hukumu ya yaqini. Wal mu'taqadat, pia sifa za vinavyoitakidiwa. Itikadi hii ni ya kweli, ni ya uhakika, ni ya yaqini. Allati takunu muthbitatan wa thabitatan wa muthbatatan bishiklin qati', ambao inakuwa ni yenye kuthibitisha, ilo thubutu ama ilo thibitishwa kwa namna ya kukata. Kwa namna ya kukata ni kitu yaqini, hakina shaka. Tayeb, sasa ndugu zangu au wanafunzi wetu, pana kitu muhimu kinachopasa tukifahamu sote, nyinyi na sisi. Hapa sema al-muradu biqawlina ma'rifa al-ilmu wadh-dhannu lianna idraka al-ahkam al-fiqhiyyah qad yakunu yaqiniyan wa qad yakunu dhanniyan kama fi kathir min masail al-fiqh kama qulna fi al-jalsa as-salifa. Fihi masail al-fiqh ambayo yana daraja tatu yanayopasa tuyafahamu na muyafahamu kwa talabati al-ilm. Masailul fiqhi 3 darajatin, masala ya kifikihi daraja 3. Intabih. الدرجة الأولى
hiya almasailu allati istaqarra alaiha alijma'. Pana masala ambayo ijma'i imestaqir, ni masailun mujma'un alaiha. الدرجة الثانية كتبت. طيب الدرجة الثانية عندك بولي بولي مسائل تكاد تكون من المجمع عليه، ni masala yanayokurubia kuwa ni mujma'un alayhi, yamekurubia kupata ijma'i. مفهوم؟ ni الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة مسائل المختلف فيه. مسائل المختلف فيه، masala ambayo wanavyoni wamekhtalifiana. Haya ni muhimu sana kuyafahamu katika barabara ya usomi wenu ayuha talaba. Masailul fiqhi 3 darajatin. Rudia tena kama kuna kitu kimekoseka katika kuandika kwako. Ad-darajatul ula hiya al-masailu allati istaqarra 'alayha al-ijma'. Moja. Ad-darajatu ath-thaniya masailun takadu takunu min al-mujma'i 'alayhi. Sah? Ad-darajatu ath-thalitha masailu al-mukhtalafu fihi. طيب ومن القواعد التي تعين طالب العلم على فهم هذه المسائل ما ياتي. Na katika misingi, fuata vizuri, katika misingi ambayo humsaidia mwenye kutaka elimu, kwa maana huwasaidia nyinyi, sahih, ala fahmi hadhihi almasaili, kuyafahamu masala haya, ma yati, ni vifungu vinavyofuata. Na hapa pia sikiliza vizuri. Kwanza ujisaidie kwa kufahamu idha jitahada alhakimu. Alhakimu mwenye kuhukumu akijitahidi jambo. Na alhakimu huenda katika daraja, hawi mtu alhakimu mpaka afikie katika darajatul ijtihad. Kwa hivyo mujtahidun, wasanatakallamu anhu. Man huwa almujtahid? Mujtahid kwa hii sifa impeleke kwenye al-ifta, kuwa mufti. Kwa hivyo si wepesi tu mtu kukubali kuitwa hakimu au ni al-hakimu, ama awe al-qadhi, ama awe al-mujtahidu, ama moja kwa moja uende kwenye al-mufti. La, mpaka kurudia na kusoma kwa kina daraja za hawa walotajwa. Tayeb, kwa hivyo haya muyaweke katika akili zenu na kulirudia hili somo vizuri sana. Kwa hivyo kwanza masail haya, ili usaidike kuyafahamu, uwe na kina cha kufahamu idha jitahada alhakimu, hutokea kitu gani hakimu akijitahidi kwenye jambo. Thaniyan, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, usaidike kwa hapo kuwa kuna masail la ya'lamuhunna kathirun minan nas, uache hapo hapo. Thalithan, al-akhdhu bil ihtiyat, usaidike kutukua ihtiyat, kutukua lenye kutoa wasiwasi katika masail. Sahih jamaa? Tayib. Rabi'an, an-nadharu ila an-nataiji, kutazama natija katika ahkamu zinazotoka. Khamisan, al-waqi' wal hal, usaidike kujuka waqi'ia, al-waqi' wal hal. Mfano, pana mambo ambayo yanafikiana na waqi' wa uhai wetu na hali zilivyo, yote huunganishwa katika masala ili kutoka ahkamu. Pia usaidike kujua al-inkaru fi masail al-ijtihad, kupinga katika masala ya ijtihad. Al-inkaru fi masail al-ijtihad, haya humsaidia tu'inu talib al-ilmi ala fahmi al-masail al-fiqhiyya. طيب، في قول المؤلف
المراد بقولنا معرفة فقال العلم ثم قال والظن. ما معنى الظنية؟ ظنية أو ظن أو الظن معناه كنين؟ هي التي يحتمل الحكم وغيره لقرينة. مسائل الظنية ni yale ambayo huja ihtimali ya hukmu ikawa na muono, pengine wewe ukawa na muono fulani, lakini sisemi wewe pengine kukusudia wewe mwanafunzi, alaysa kadhalik. Yani alim au mujtahid walofika daraja hiyo akawa na muono, akahtamil kwenye jambo la dalili kwa kuwa yaweza kutukua muono huu wa maana haya, wa ghairuhu, na mwingine pia akawa na ihtimali yake, liqarinatin, kwa qarina anaoichukua kwenye kumpelekea lile analihtamil katika masaa. Sah jamaa? Wa min dhalika qaulullahi ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala yakul wamsahu biruusikum. Shuf, famsahu, panguseni vichwa vyenu. Tabia? Wamsahu biruusikum fahuwa yuhtamalu mashu jamii ras. Hapa hubeba ihtimali ya kuchukua maana ya kuosha kichwa chote. Yaweza ikaja ni ufahamu huu kwa mwenye kujitahidi. Sahih? Wa yuhtamalu aidan mashu ba'dhihi, huja ihtimali ya kupangusa baadhi yake. Kwa hivyo kuna ihtimali ya kuosha kichwa kizima ama mashu ba'dhihi. Idhan fa idrakul ahkam alfiqhiyya, kufahamu hukumu nyingi za kifiqhi, fuata vizuri, qad yakunu yaqiniyan, yaweza ikawa yaqini masail, wa qad yakunu dhanniya muhtamala kama fi kathirin min masail alfiqh, kama ilivyo katika masala mengi ya kifiqhi. Ndivyo Sheikh hapa aliposema fal muradu biqaulina ma'rifa, akasema al-ilmu wadh-dhannu. Adh-dhannu huna bimaana masail al-ihtimal, لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. طيب، ثم هناك احتمال كما قلت، احتمال. فالاحتمال مفهوم في مقابل اليقين، iko katika kuelekeana na yaqin. Maana kuna ihtimal inaokabiliana kuelekeana na yaqin. Ihtimali ni nini? فالاحتمال كل نسبة لوقوع الشيء أو عدمه، ni kila tegemezo, nisba ya kupatikana kitu ama kukosekana kitu. Fayashmulu shaka wal yaqin, kwa hivyo pia hukusanya shaka na hukusanya yaqin. Ukoona masala haya ihtimali yangu yaonekana kuna shaka, ama mwingine akaona ihtimali yake kuna yaqini kulingamana na alivyoielewa ile dalili kwenye ihtimali yake. Sahih? طيب، الامر لقبول عده وجوه. الاحتمال ni jambo la kukubali njia nyingi, min ta'wili, kutokamana na ta'wili tafsiri, kila mtu akaawili kivyake. Wa minhu qawlu alfuqaha, angalia miongoni mwake neno la mafaqih. Watu wa usulul fiqh katika kawaid alfiqhiyya wasema hivi: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذه قاعدة فقهية مقررة في قواعد الفقه. دليلي ikitoa njia za tawili, kila mmoja akawa ana muono alivyoelewa kivyake, saqata bihadha ad-dalil al-istidlal, kwa dalili hii hupomoka istidlal. Kwa nini? Ta'ni, intabih, ta'ni yamaanisha anna dalila, kwamba dalili
asbaha ghaira salihin lilihtijaj bihi, imekuwa haisilihi kutolea hoja, bishiklin qati'in, kwa namna ya kukata kabisa, fi mas'alatin muayyana, katika mas'ala muayyana, katika mas'ala fulani. Limadha wadhalika, na hilo anna dalila nafsahu, ni kwa hii dalili yenyewe, swara yahmilu ihtimalatin mutaaddida, yabeba miono mingi tofauti, wa mutasawiyatin, na yaliyo sawa, fala yumkinu tarjihu ahadihima ala al-akhar bishiklin hasim, huwezi kurajihisha mojawapo kwa nyingine kwa shikli ya kukata. Tayeb, na tutakuja kwa mifano ya masala yenye kubeba ihtimali. Tukiepuka kwenye masail al-fiqh ambao ni mengi yanayobeba ihtimali yenye miono wanavyoni, pengine mfano tukiakili, alokufa barabarani akapita mmoja akatoa uamuzi, akahtamil kwamba huyu ameuliwa tu kwa kuonewa. Mara kaja mwingine akasema la, huyu alikuwa na ugonjwa wa kifafa. Tuko pamoja jimeni? Kuna ugonjwa wa kifafa. Mwingine akasema ni pressure zimempanda. Mwingine akasema ni kadha. Kukawa na miono tofauti tofauti kwa mmoja tu alionekana amekufa. Sasa hii imetoa barabara ihtimali, ni jambo lililobeba ihtimali kila mmoja yake. Sasa kuna kuwezekana tarjihi. Ikipatikana tarjihi, basi ile arrajihu ndio itakaochukuliwa katika haya masala. Mfano aletwe specialist anchunguze yote alosema, nkifafa, TB, ni ukimwi, ameuliwa, ama mara statement akaitoa kwamba kuwala huyu amepandwa na pressure na ikawa ndio sababu ya kumkata mishipa yake akafa. Khalas, ishapatikana nguvu kwa masala ya hili ambalo la kifo cha huyu mmoja. Huo ni mfano tu, lakini katika masailul fiqhiyya ni mengi sana. Ndio hapa kasema لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. ثم هناك التفصيل، كنا التفصيلية والإجمالية. ما هو تعريف التفصيل؟ معنى التفصيل تابع، معنى ya tafsili. Tafsili ni kupambanua jambo. Tafsili ni jambo kuwa na uwazi. Kwa hivyo ndio kukapatikana dala, yani masailul fiqh tafsiliya, masailul fiqh tafsiliya na masailul fiqh ijmaliya. Sasa at-tafsilu huwa bayanu shay'i, ni kubainisha kitu, yes, au sharhuhu, ama kusherehesha kitu, wa tawdihu ajzaihi, na kuweka wazi mafungu yake lile jambo ama kitu, bishiklin daqiqin wa mutasalsalin, kwa namna ya kina na kwa namna ya kufuatana. Wa huwa aksul ijmal, ni kinyume na ijmal. Kwa hivyo kuna tafsilia na ijmalia. Lakini hebu tuguse al-ijmal. Ma maanahu? Al-ijmalu ta'ni kalimat al-ijmal taqdimu al-kalami bi suratin 'amma, kutanguliza maneno kwa picha yote, au mukhtasaratin duna tafsilin, au kwa ufupi bila ya upambanuzi, bila ya uwazi. Ndipo kukawa kuna masailul fiqh tafsiliya, ina uwazi na upambanufu na dalili zake na mambo chungu mzima, ukaliona hili jambo limepata tafsili kabisa. Lakini kuna kitu kuja ijmal, ndio kuna kawaidul fiqhiyya. Kwa ufupi sana vile ninavyoelewa, Allahu aalam, angalia kawaidul fiqhiyya, takupigia mfano mmoja kwenye mengi, na akipenda Mwenyezi Mungu tukikimaliza kwa salama tukiwa hai al-usul min ilm al-usul, tutaangalia kawaidul fiqh, kaida za kifikihi za watu usul.
Sasa mfano angalia ijmali na tafsil, al-ijmaliya wa tafsiliya. Angalia kawaid ya usul ya watu wa fiqhi, mfano wa kaida hii al-umuru bimaqasidiha. Nafikiri kaida mnaisikia sana tukikariri, lakini itakuja kwa kuiona kwenye kitabu biidhnillah tabaraka wa taala. Al-umuru bimaqasidiha, mfano mambo kwa makusudio yake, tutafsirie mambo kwa nia yake, kwa sababu an-niyatu wal qasd. Mambo kwa malengo yake, ahdaf. Mambo kwa aghrad, zote zaingia kwenye maana. Sasa angalia kusema al-umuru bimaqasidiha, mambo kwa makusudio yake, intaha. Kaida fupi sana hiyo tumepewa na watu wa kawaidul fiqhiyya. Sasa angalia katika tafsili ya kaida hii iliyokuja ijmali. Al-umuru bimaqasidiha qaidatun fiqhiyya, sah? Lakini angalia tukenda kwa nasi ya Mtume sallam, angalia tafsili. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Shuf, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fahijratuhu ila Allahi wa rasuli, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fahijratuhu ila ma haja ilayhi. Wa kathir yanaokuja masala yakapata dalili, yakapata maelezo, zikatoka nasi za Qur'ani, nasi za hadithi, aqwalul ulama katika kushindikiza maana lililotolewa dalili. Hizi zote ni adilla tafsiliya. Ufanyiwe jambo kwa ufafanuzi na kwa upambanufu na kwa wazi. Lakini kuna jambo kapewa tu kwa jumla, mfano badala innamal a'malu binniyati, kisha ukaleta tafsili iliyofanywa na Mtume sallam katika jambo lenyewe, ukamwambia tu mtu al-umuru bimaqasidiha, mambo yote kwa makusudio yake. Hivi ndivyo vifungu ambavyo nilikuwa na hamu navyo tukamilishe kwenye istilahi ya fiqhi, aliposema maarifatul ahkami ash-shar'iyya al-amaliyya biadillatiha at-tafsiliyya. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية، قلنا الأحكام المطلقات من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في ليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا من أدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. بإذن الله الكريم سنأتي باعتبار الثاني بأن أصول الفقه كما يعتبر بمفرديه باعتبار كلمة أصول انتهينا به وكلمة فقه أيضا، سننتقل إلى اعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. tuangalie tuliokusanywa na alimu wetu. Jazakumullah khairal jazaa. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.